Ilikuwa ni katika mtaa wa Mwembeni, ndani ya ukumbi mzuri wa kifahari, ambapo harufu nzuri ya chakula ilienea kila kona, ikiashiria upekee wa siku hiyo. Kelele na furaha ya kila mmoja ilitawala. Ilikuwa ni siku ya kufunga ndoa kati ya kijana Jackson na binti mrembo Eliza. Watu walikuwa wakisubiri wawili hawa watoke kanisani. Kila mmoja alikuwa na shauku ya kuwaona Jackson na Eliza wakiwa tayari mume na mke. Mbali kidogo kutokea ukumbini katika kanisa la Mtakatifu Abraham, wazazi, ndugu na jamaa walikuwa na furaha baada ya Jackson na Eliza kuvishana pete na kuwa mke na mume. Baada ya muda, watu walianza kujiandaa ili kuelekea ukumbini. Jackson na Eliza walitakiwa kubadilisha mavazi yao ya kanisani na kuvaa mavazi mengine kwa ajili ya sherehe ya ukumbini kama walivyopanga. Eliza alipelekwa sehemu maalum ili kupambwa vizuri na kupodolewa. Jackson yeye alipelekwa saluni kurekebisha nywele zake upya, akisindikizwa na gari nzuri ya kifahari. Eliza akiwa na rafiki wawili walifika, na upesi Eliza aliketi na kuanza kupodolewa usoni. Simu yake iliita, na aliyekuwa akipiga ni rafiki yake kipenzi aliyeitwa Salma. Upesi Eliza alipokea simu na Salma alimwambia Eliza atoke nje mara moja waonane ili amwambie kitu muhimu sana. Eliza alifikiria kwa muda na aliamua kutoka nje na kuanza kuangaza huku na kule akimtafuta rafiki yake Salma. Akiwa anaangaza macho yake, ghafla gari nyeusi ilisimama mbele yake bila Eliza kutarajia, na mtu aliyejifunika usoni alimshika Eliza kwa nguvu na kumvuta ndani ya gari hiyo. Eliza alijaribu kupiga kelele za msaada, lakini alizibwa mdomo na watu hao wasiojulikana. Gari hiyo iliondoka kwa mwendo mkali sana na kupotea. Waliokuwa ndani wakimsubiri Eliza bibi harusi hawakuona kile kilichotokea. Eliza akiwa ndani ya gari alishikwa kwa nguvu na alijitahidi kujitoa katika mikono ya wanaume wenye nguvu, lakini juhudi zake hazikumsaidia. Hakujua ni watu wa aina gani na walikuwa na jambo gani. Gari ilizidi kwenda kwa kasi kubwa sana. Walimfunga kitambaa machoni na kamba mikononi na miguuni ili asiendelee kusumbua. Baada dakika chache, gari hiyo ilisimama mbele ya nyumba ya kawaida, na alionekana mwanaume aliyesimama kama vile alikuwa akisubiri kwa hamu gari hiyo. Mlango ulifunguliwa na wanaume wawili wenye nguvu walimbeba Eliza na kumsimamisha wakimtazama mwanaume yule aliyekuwa akiwasubiri. "Tumemaliza kazi yetu, tupe pesa yetu." Mwanaume yule aliposikia haya, alicheka kidogo na kuwaambia, "Pesa yenu nimeshaituma, niacheni mrembo wangu na muondoke upesi." Basi wanaume wale walirudi kwenye gari na kumwacha Eliza. Eliza hakujua ni wapi alipokuwa. Mwanaume yule alimbeba Eliza na kuingia naye ndani, kisha akamkalisha kitandani na kumtoa kitambaa alichofungwa machoni. Eliza baada ya kufumbua macho, alionana uso kwa uso na mwanaume yule na kutahamaki. "Peter, ila maana wewe ndiye uliyepanda yote haya? Naomba uniache. Mimi ni mke wa mtu sasa." Binti Eliza aliongea kwa hasira sana, lakini Peter, mwanaume aliyemteka Eliza, alitabasamu. "Huwezi kuniacha kirahisi Eliza. Hujui ni machungu gani niliyepitia pale niliposikia kuwa unaolewa na mwanaume mwingine. Siwezi kuona mwanaume mwingine akienda kufaidi na mimi nimekaa tu. Leo ni lazima nimuoneshe huyo mwanaume wako kuwa mimi ndiye wa kwanza." Eliza baada ya kusikia haya, aliingiwa na hofu na alijua kuwa Peter hakuwa na jambo zuri. "Huwezi kunifanyia hivyo Peter. Nilikwambia kuwa nimepata mwanaume mwingine aliyenijali zaidi yako. Uliniumiza sana Peter. Hukujali hisia na machozi yangu. Sasa nimeamua kutafuta njia yangu. Nimeipata furaha yangu. Naomba uheshimu kuwa sasa mimi ni mke wa mtu na hautabadilisha hilo." Eliza aliongea kwa hisia kali sana, lakini maneno yake kwa Peter hayakuwa chochote. Peter alizidi kumshika Eliza kwa nguvu, akionyesha dhamira mbaya kwa binti Eliza. Eliza machozi alianza kumtoka, akimtaka Peter amwache ili arudi kwa mumewe. "Niache Peter, niache nirudi kwa mume wangu. Nimeshaolewa. Huwezi kubadilisha hilo." Machozi ya Eliza yaliashiria ukweli wa maneno yake. Aliona siku yake ya kipekee ikienda kuharibika. Peter, mwanaume alionekana kuwa na dhamira mbaya, hakuelewa maneno ya Eliza, bali alichotaka ni kutimiza yale aliyoyapanga. Taratibu alisimama na kufunga mlango wake. Eliza alibaki akilia sana. "Niache Peter, unanikosea mimi na mume wangu pia." Hakika siku hii nzuri ilibadilika na kuwa siku mbaya sana. Yaliyofuata hayakuwa tu ukatili, bali ni doa jeusi ambalo halikuweza kufutika moyoni kwa Eliza. Hakika Eliza hakuwa na bahati ya siku hii ya kipekee, kwani Peter alimfanyia ukatili mkubwa sana. Peter alishika simu yake ya mkononi
na kuwapigia rafiki zake, na ndani ya dakika chache waliwasili na kuingia ndani. Siku hii ilizidi kuwa giza kwa Eliza, siku ambayo Eliza alitarajia kuanza maisha mapya, na ghafla siku hiyo iligeuka kuwa ni siku ya machozi yasiyo na mfano. Peter na rafiki zake walifanya kila walichokiweza kwa mwili wa binti Eliza. Eliza alibaki akilia na asiweze hata kujikomboa. Alijaribu kuwa imara, lakini machozi yalimsaliti. Ndani ya kifua chake, moyo wake ulipiga kwa maumivu. Siku ilikuwa ndefu kuliko kawaida. Jackson, mume wake Eliza, alikuwa saluni akimalizia kurekebisha nywele zake, huku akiwa na shauku ya kumpitia mke wake ili waende ukumbini. Simu yake iliita na aliyekuwa akipiga ni Salma, yule rafiki yake Eliza. Salma alisikika kutokea kwenye simu. "Shemeji, nimemwona Eliza akiwa anaingia nyumbani kwa Peter." Walikuwa wawili, yeye na Peter, na Eliza alikuwa bado na gauni ya harusi. Habari hizi zilimshtua Jackson. Alikata simu upesi na kuondoka, huku akiongozana na rafiki zake waliomsindikiza kutokea kanisani. Walichukua usafiri na ndani ya dakika chache waliwasili mtaa ambapo Eliza alikuwa ndani pamoja na Peter, wote wakiwa wanaangaza huku na kule. Mlango wa nyumba iliyokuwa mbele yao taratibu ulifunguliwa na alitoka Peter akiwa amemshika mkono Eliza. Jackson hakuamini alichokuwa nakiona mbele yake. Peter aliongea kwa kujiamini, "Ulidhani umeshinda Jack? Eliza ananipenda mimi." Eliza baada ya kumwona mumewe alianza kulia na kujitetea. "Sio makosa yangu Jackson, sijafanya kwa upendo." Machozi ya Eliza hayakumshawishi Jackson kuamini maneno yake. Peter sasa mipango yake ilizidi kwenda vizuri. Jackson alitoa machozi bila kusema chochote, na moyoni asiamini kuwa mke wake ameweza kumsaliti siku ya ndoa yao. Eliza aliendelea kujitetea huku akilia, lakini hilo halikumsaidia. Jackson alijifuta machozi na kugeuka ili kuondoka zake pamoja na rafiki zake. Maumivu aliyoyapata moyoni hayakuweza kuelezeka kwa mdomo. Eliza yeye alikuwa akilia tu na akifikiria ni nani angeweza kumwamini na ni nini angemwambia Jackson ili amuelewe. Jackson aliingia ndani ya gari na upesi gari ilianza kuondoka. Eliza alikimbia kuifuata huku akilia, "Usiniache Jackson, nisubiri tuende wote." Aliongea huku akilia, lakini gari ilipotea machoni mwake na kubaki vumbi tu. Peter alimtazama Eliza huku akicheka kikatili. Rafiki zake Peter alitoka ndani na kumcheka Eliza. Eliza alikaa chini akilia sana, jasho kila kona ya mwili wake. Alijiona hana tena thamani yoyote. Eliza wa asubuhi hakuwa Eliza wa sasa. Gauni nzuri ya harusi sasa haikuwa na maana tena kwake, bali ilikuwa kama mzigo kwake. Peter na wenzake waliondoka na kumwacha Eliza akilia. Watu waliokuwa ukumbini wakiwasubiri Jackson na Eliza sasa walianza kuingiwa na hofu, kwani walichelewa sana. Baadhi walipiga simu lakini hazikupokelewa. Wazazi wake Jackson na wazazi wake Eliza tayari walifika ukumbini, na habari kuwa Eliza alionekana nyumbani kwa mwanaume wake wa zamani zilisambaa ukumbini kote. Eliza alibaki chini akilia sana. Aliendelea kutoa machozi mengi sana. Alijilazimisha kunyanyuka kwani hakuweza hata kutembea vizuri. Aliingia ndani na kujifungia mlango. Alianza kuangaza huku na kule na alishika kisu katika mikono yake. Alijitazama katika kisu kile na kuona sura yake iliyojaa huzuni na machozi. Bila kujiuliza, Eliza alinyanyua kisu na kujichoma kwa nguvu katika tumbo lake. Alihisi kuwa hii ndio njia pekee ya kukaa mbali na maumivu yake. Kisu kiliingia katika tumbo lake. Damu zilianza kumtoka. Eliza alihisi maumivu makali sana ya moyo na ya mwili pia. Taratibu alianguka chini na kuanza kupoteza nguvu, huku giza likitanda taratibu machoni mwake. Katika ukumbi ulioandaliwa kwa sherehe ya Jackson na Eliza, watu waliposikia kuhusu mahala Eliza alipoonekana, wengi walitoka ukumbini wakiwemo wazazi na kuelekea nyumbani kwa Peter. Ndani ya dakika chache, gari zilisimama nje ya nyumba ya Peter. Hakukuwa na dalili ya uwepo wa mtu ndani. Kimya kilitawala nyumba hiyo. Mama yake Eliza alishuka kutoka kwenye gari na taratibu alielekea mlangoni na kuanza kumwita mwanae. "Eliza, Eliza mwanangu, njoo tuondoke. Leo ni sherehe yako." Kimya pekee kilikuwa ndilo jibu lake. Watu walianza kushuka kwenye magari na kuvunja mlango, kisha waliingia ndani. Sasa baadhi yao walikuwa ndani. Hakuna aliyeweza kuamini kile kilichokuwa mbele ya macho yake. Midomo yao ilibaki wazi. Eliza alikuwa chini sakafuni, damu zikiwa zimemjaa gauni lake, kisu kikali katika tumbo lake, macho yamefumba yakiashiria kuwa hakuna matumaini yoyote.
Mama yake Eliza alibaki akimshangaa mwanae, na mama yake Jackson alibaki akimshangaa mke wa mwanae. Wote walihisi wako ndotoni. Maswali mengi yarejea katika vichwa vya watu, wakijiuliza kuwa ni nani angeweza kujaribu kufanya ukatili kama huu katika siku kama hii. Pembeni ya Eliza palikuwa na karatasi. Mama yake aliishika. Eliza aliandika kila kilichotokea hadi kuchukua maamuzi magumu. Kila mmoja alisoma ujumbe wa Eliza huku machozi yakimtoka. Wazazi wote walilia sana. Eliza mwanangu, mbona umenifanyia hivi? Mbona umefanya katika siku hii ya furaha kama hii? Amka mwanangu, amka uende kwa mumeo. Hakika haya alikuwa yanaumiza sana. Jackson alikuwa nyumbani kwake akilia na kudhani kuwa mkewe Eliza alimsaliti. Mama yake alimpigia simu na kumwambia kuhusu Eliza. Alimwambia kila kilichotokea kwa binti Eliza. Jackson hakuamini na upesi alienda mahala Eliza alipokuwa. Alipofika alimkuta mkewe chini sakafuni akiwa hana dalili za uhai. Alisoma karatasi aliyoandika Eliza na alilia sana huku akijilaumu kuwa ni kwa nini alimhukumu kimakosa. Alijisemea kuwa huenda haya asingetokea kama angemsikiliza Eliza. Jackson alimnyanyua mkewe akilia sana. Kilio cha leo hakikuwa na mfano wake. Siku zilipita, ya Eliza akawa kumbukumbu, lakini kwa Jackson haikufutika kabisa. Kijana Peter alikamatwa na kupelekwa jela kwa kufanya ukatili mkubwa sana. Rafiki zake pia walikamatwa. Salma, rafiki yake Eliza, aliwahi kumpenda sana Jackson ambaye alitarajia kumwoa Eliza. Kutokana na wivu na chuki, aliamua kumsaliti rafiki yake hadi kupelekea Eliza kuchukua maamuzi ya kujiua. Hakuna aliyeweza kujua ukatili wa kisiri uliofanywa rafiki huyo wa karibu wa Eliza. Binti Eliza aliacha maisha katika siku ya kipekee sana kwake. Siku zilivyozidi kupita, sauti ya Eliza akilia ilianza kusikika majira ya usiku. Sauti hii iliwatisha wengi na waliamini kuwa hii ni nafsi ya Eliza akilia kutokana na yale aliyofanyiwa. Kwa Salma mambo hayakuwa mazuri. Kila alipoenda, sauti ya Eliza akilia ilikuwa kichwani kwake. Uoga na hofu vilijaa kifuani mwake. Alianza kuongea peke yake na kukimbia, na wengi walidhani kuwa Salma alirukwa na akili.